Hujambo na karibu tena. Karibu sana katika kipindi chetu cha siku ya leo cha afya ya akili. Nikukumbushe tu kwamba msimu huu tunaangalia mtindo wa maisha na afya ya akili. Mtindo wa maisha una mambo mengi, lakini katika msimu huu tunaangalia kanuni 8 za afya na uhusiano uliopo kati ya hizo kanuni na afya ya akili. Siku ya leo tutakuwa tukijifunza mambo matatu: hewa, mazoezi na mwanga wa jua. Vinaathirije afya yako au ustawi wa afya yako ya akili? Mimi niko hapa kujifunza. Naitwa Agnes Mzava na kukaribisha sana uweze kujifunza na sisi katika siku ya leo. Na kama ilivyo ada, siku ya leo tena niko na rafiki zangu Misi Misela pamoja na Misi Upendo. Karibuni sana. Asante. Kila siku nazidi kusema imekuwa mbaraka sana kuwa na ninyi hapa, na ninaamini yako mengi ya kuendelea kujifunza na kubadilika. Kabla tujaanza ile ambayo tutakuwa tukijifunza siku ya leo, tungepata ombi. Baba na rafiki yetu Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya upendo wako kwenye maisha yetu. Tunaenda kujifunza zawadi ulizotupatia: hewa safi, mazoezi pamoja na mwanga wa jua. Roho Mtakatifu akatufundishe na kutusaidia kubadilika. Mbariki na msaidie kuelewa yule ambaye anatufuatilia katika kipindi hiki, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mwanga wa jua, mazoezi pamoja na hewa safi ndio mambo tunayoangalia siku ya leo. Tunaanzia wapi? Nikianza na mwanafiziolojia, namna yanavyoweza kuathiri kwa ubora au kwa ubaya ustawi wa afya zetu za akili. Agnes, Waswahili wanasema siku njema huonekana asubuhi. Na hivi ni vitu ambavyo vinakutana kwa pamoja sana sana asubuhi. Mtu anapoamka asubuhi, jua linapokuwa limechomoza, anakutana na mwanga wa jua, hewa safi. Lakini pia asubuhi ndipo anakuwa na uwezo wa kufanya mazoezi ama kushughulisha mwili kwa namna ambayo inaweza kuiweka katika hali ya mazoezi. Na nikianzia na mwanga wa jua, kama nilivyosema pale mwanzo kwamba mwili una mahitaji, na unapokosa mahitaji fulani ikiwemo mwanga wa jua, damu inaathirika. Tunarudi pale kwenye swala la damu. Uhai upo kwenye damu. Lakini kwenye hili swala la mwanga wa jua ni hitaji, kwa sababu mwanga wa jua mwili unapokutana na mwanga wa jua, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa ndani ya mwili kwa sababu ya kuwa triggered na ule mwanga wa jua. Sana sana ni kuna neurotransmitters zinaitwa serotonin na melatonin. Hivi ni vitu ambavyo vipo kwenye mwili ambavyo huwa vinahitaji mwanga wa jua ili viweze kutengenezwa ama kuchakatwa. Ndiyo. Na vinavyotengenezwa kwa uzuri, hivi vitu huwa ndivyo vinavyoshughulika na mood. Kwa hiyo ili mtu aweze kuwa na mood nzuri, aweze kuepukana na sonona na misongo ya mawazo, ni lazima hizi neurotransmitter serotonin na melatonin ziweze kuzalishwa. Na uzalishaji wake unatokana na kiasi cha mwanga wa jua ambacho mtu anapata katika kila siku yani. Lakini pia hewa pia ni hitaji kubwa la mwili, kwa sababu mwili ulivyoumbwa au ulivyotengenezwa unahitaji damu iliyokuwa na oxygen. Ndiyo. Ni damu yenye oxygen ambayo ina uwezo wa kuendesha michakato yote kwenye mwili. Kwa hiyo oxygen inaposhuka kiwango ama kukosekana kwenye damu, michakato ya ubongo haiwezi kufanyika kwa uzuri. Na pia damu itakuwa nzito, itakuwa haina uwezo mkubwa wa kufanya mzunguko wake kama inavyotakiwa. Na hivyo ubongo utapata damu either isiyo safi, damu isiyo nzuri, ama damu ambayo ni nzito. Kwa hiyo mwisho wa siku michakato ya ubongo inapoathirika kwa namna hiyo, mtu anakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa ya changamoto za kiakili kama sonona na misongo ya mawazo, mood swings na vitu kama hivyo. Dada Miselo, kwa mimi tu kukaa labda sehemu ambayo labda nizungumzie viwandani,
kwa sababu kunakuwa na moshi na vitu kama hivyo. Unaweza kukaniletea msongo wa mawazo? Ndio, kwa sababu ile hewa ambayo inatoka viwandani ina wingi wa carbon na kemikali zingine nyingi na sio oxygen. Kwa inamaanisha hewa utakaokuwa unavuta ni hewa isiyokuwa na oxygen, na hitaji la mwili ni oxygen, ni hewa yenye oxygen. Kwa hiyo unanyima mwili kitu cha muhimu, na unapofanya hivyo, damu ambayo itakuwa inazunguka kwenye mwili na hata inayofika kwenye ubongo ni damu isiyokuwa na oxygen, ni damu yenye kemikali na hizo hewa chafu zote. Hapo hatujazungumzia magari, hatujazungumzia hivyo vyombo vyote ambavyo vinatoa moshi. Ninaona kama kuna hatari zaidi. Ni hatari ni kubwa, kwa sababu hewa tunaposema hewa hatuzungumzi tu hewa ya kawaida, ni hewa safi. Na hewa safi inapatikana pale ambapo maji yanapounganika na angahewa. Na ni sehemu ambazo hiki kinatokea ni kama kwenye fukwe za bahari. Hebu elezea vizuri. Kuna kitu umekizungumza hapo, angahewa na mchanganyiko. Labda niseme kwa Kiingereza kwamba wherever the earth meets the earth's atmosphere, zinapokutana ndipo ambapo kunakuwa kuna hewa safi. Sasa ni sehemu gani ambazo hii muunganiko inakuwa? Ni kwenye fukwe za bahari, kwenye maporomoko yani waterfalls, lakini pia kwenye miti ya kijani. Na sehemu zozote ambazo kuna water resources ambazo ni za asili. Kwa maeneo kama hayo ndipo hewa safi inapopatikana. Kwa hiyo tunaposema mtu anapaswa kuvuta hewa, anapaswa kuvuta hewa safi. Tuje kwenye mazoezi hapo. Unajua, nimependa kwanza ulivyosema kwenye natural water sources, kwa sababu tuna swimming pool. Kwa hiyo sawa. Hebu twende hapo kwenye mazoezi. Hiyo inakaaje na afya ya akili? Okay, kwenye mazoezi pia ina mchango mkubwa kwenye mwili kuwa na damu safi ama isiyo safi. Mgogoro wetu kuanzia tunaanza ni damu safi ili kuwa na afya njema za akili. Kwa kawaida damu ambayo ni nzuri kwa ajili ya afya njema ya kiakili hata ya kimwili ni damu ambayo inazunguka. Damu inayojitenga kwenye eneo moja huwa haiwi damu nzuri, kwa sababu inaonyesha haingii na kutoka kwenye mapafu ili kupata ile oxygen. Kwa hiyo mazoezi ndipo inakuja kufanya kuleta faida, kwa sababu unapofanya mazoezi damu inakuwa na uwezo wa kuzunguka mwili mzima, na inakuwa damu za katika kila kiungo cha mwili inakuwa na uwezo wa kuingia na kutoka kwenye mapafu na kurudi tena kwenye vile viungo ikiwa ina oxygen nzuri. Lakini mtu ambaye hajihusishi na mazoezi, damu inakuwa na uwezo mkubwa wa kukaa sehemu moja na ikawa haina kwa sababu ya kukosa mzunguko, haina oxygen ya kutosha. Kwa hiyo mwisho wa siku ubongo damu inayozunguka kwenye ubongo inakuwa ni damu ambayo haina oxygen. Kwa hiyo ubongo hautakuwa na uwezo wa kufanya michakato iliyo sawia. Miss Misela, tunashukuru sana kwa ajili ya hayo ambayo umeendelea kutufundisha, na unayetufuatilia ninaamini pia unaweza ukaona namna ambavyo tumezungukwa na uoto wa asili. Bila shaka unaweza ukapata uonjo kidogo wa ile hewa ambayo tunaifurahia mahali hapa. Endelea kutafuta mahali ambapo panafanana namna hii ili kuweza kuimarisha afya yako ya akili. Ikiwa umepata swali au umepata maoni ya kuongeza katika yale ambayo tumejifunza siku ya leo mpaka hapo, usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment. Lakini pia kwa wewe ambaye unahitaji kutufikia moja kwa moja kupitia ujumbe wa maandishi au simu, tufikia kupitia nambari 0748 68 0717. Haya. Nikirudi kwako dada Upendo, Biblical Mental Health Coach, ninaamini leo utatuambia tunapata wapi hewa safi, tunapata wapi mazoezi sahihi, lakini pia mwanga wa jua. Naamini mwanga wa jua hamna mwanga wa jua sahihi na usio sahihi. Sasa Biblia inatuambia nini katika haya yote tukihusianisha na afya zetu za kiakili? Dada Agnes, nampenda sana Mungu. Anatujali, na bila shaka alipomuumba mwanadamu alijua ni mazingira gani sahihi ambayo angeweza kuishi. Alipomuumba Adam na mkewe aliwaweka katika bustani ya Eden. Tukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2
mstari wa 8 na mstari wa 15. Tutaona kile Mungu alichokikusudia kwa ajili ya Adam na mkewe. Mstari wa 8 wa Mwanzo sura ya 2 unasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Hicho ni cha kwanza. Mungu alimwandalia bustani. Okay. Lakini tutaenda kuangalia ni nini Mungu alichokitaka akifanye baada ya kumweka mtu yule katika bustani ambaye ni Adam. Mstari wa 15 una majibu. Anasema ya kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Kumbe kuna wajibu ambao pia mwanadamu huyu anatakiwa aweze kuutimiza. Hakuwa peke yake, tunajua kwamba alikuwa pia pamoja na mkewe. Kwa hiyo walipowekwa katika bustani ya Eden, Mungu alikusudia ya kwamba waweze kuilima lakini pia kuitunza. Inamaanisha kwamba mwanadamu hakuachwa akae tu hivi pasipo kazi. Kwa hiyo kazi ni jambo la muhimu sana. Na kazi hii ni kazi bora ambayo ingemsaidia mwanadamu aweze kujishughulisha katika mazoezi. Na ukiwa katika bustani lazima ulime. Na tunaona tumeandikiwa pale ailime na kuitunza. Lazima aiangalie kama ni kutoa majani, ni kufanya nini. Vyote hivyo vinaushughulisha mwili wake. Na hii ni kanuni ya kwanza tunayoipata ya mazoezi pale katika bustani ya Eden. Lakini wakati huo Adam akifanya kazi ya kulima, anapata hewa safi kwa sababu anakuwa amezungukwa na miti ya kijani kama tulivyosikia Damiselo anavyosema. Lakini pia mwanadamu huyu anapokuwa katika ile bustani ya Eden akiwa anajishughulisha na kazi, tunajua ni uwanda wa nje. Anazungukwa na anga hewa, lakini pia anapata mwanga wa jua. Kwa hiyo vyote vinakuwa mbaraka kwa ujumla. Anakuwa anafanya mazoezi, anakuwa anapata hewa safi kulingana na uoto wa asili uliomzunguka, lakini pia anakuwa anapata jua moja kwa moja la asili kutoka kwa Muumba. Kwa hiyo kwa ujumla kabisa mwanadamu huyu tunajua kwamba ameandaliwa kuweza kuwa na damu safi ambayo itaweza kumsaidia kuwa na mwitikio mwema katika akili yake. Na hivyo ataweza pia kuwasiliana na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa sababu akili ambayo imeshindwa kupata damu iliyo safi, pia inaharibu uwezo wa mwanadamu katika akili ya usikivu. Hata Roho Mtakatifu anaweza akasema lakini husikii kwa sababu unakuwa umechoka, unakuwa una hali ambayo ni ya usingizi. Na hivyo hata kama Roho atasema na wewe huwezi kusikia chochote. Misi Upendo, kuna kitu umekizungumza ambacho kimeniletea swali kwamba kuna mtu ambaye anafanya kazi, amekaa anazunguka hapo kwenye kiti na yuko ndani. Sijui unanielewa? Kuelewa. Hiyo inakaje? Na afya ya akili ya huyo mtu. Sawa. Sasa kwa jinsi Mungu alivyokusudia, mwanadamu hapaswi kukaa sehemu moja. Ni kweli kuna kazi za ofisini sikatai, lakini kusudi la Mungu lazima litimizwe. Kama tunatamani kuwa na afya njema ya akili na inayofanya kazi kwa ubora mzuri, ninamshauri yule anayefanya kazi za kukaa atafute muda binafsi wa kuweza kuwa katika asili, apate mwanga wa jua, lakini ajishughulishe. Kama ana eneo anaweza kuwa na bustani ambayo anaweza kuwa anaihudumia kwa kulima, kwa kuotesha, lakini hapo naamini ya kwamba atapata mwanga wa jua, atapata hewa safi. Vyote hivi kwa pamoja atakapovipata vitaweza kumsaidia kuwa na damu safi, na hivyo pia itamsaidia hata katika ufanisi wake wa akili. Itakuwa ni akili ambayo ina uwezo wa kufikiri na kufanya mambo katika hali ya ubora. Haya. Ikiwa umepata swali tena au oni lolote la kuongeza katika haya ambayo tumeendelea kujifunza, usisite kutuandikia katika ukurasa wetu wa comment. Lakini pia kwa wewe ambaye unalo ombi au mzigo fulani na unatamani kushiriki pamoja nasi, usisite kutuandikia au kutupigia simu kupitia nambari 0748680717. Tutafurahi sana kushirikiana pamoja nawe katika kuomba. Nirudi kwako Miselo. Tunapoenda kumaliza kipindi hiki cha siku ya leo, tukiangazia hewa, tukiangazia mazoezi pamoja na mwanga wa jua, kipi ambacho unamwambia anitufuatilia? Ambacho ningependa kuwasisitiza watu kwamba kwenye hizi kanuni kuna vitu vya muhimu vya kuzingatia. Mfano kwenye hewa ni muhimu kuzingatia kwamba mwili unahitaji hewa safi, hewa ambayo ina oxygen ya kutosha. Na wataalamu wanasema kwamba negative ions
ndizo ambazo ni nzuri zaidi kwa ajili ya damu. Na hizi negative ions zinapatikana kwenye, kama nilivyosema mwanzoni, kwenye sehemu kama maporomoko, waterfalls, kwenye ufukwe wa bahari, kwenye sehemu zenye maji yani kwenye water resources kama rivers, mito na bahari na maziwa pia. Lakini pia kwenye sehemu ambazo kuna miti ya kijani. Here we are. Lakini pia kuna kuzingatia pia swala la mwanga wa jua. Sio jua la namna yoyote ambalo mtu anapaswa kuota, kwa sababu jua linapokuwa kali sana na lenyewe huwa lina uwezo wa kuleta kansa. Kwa hiyo jua ni vizuri mtu kuota jua kuanzia linapochomoza mpaka linapoanza kuwa la joto sana. Inakuwa ndo mwisho. Na baadhi ya wataalamu wanasema ili kupima ni jua la namna gani ni nzuri, wanasema uangalie urefu wa kivuli chako. Kivuli kinavyozidi kufupika inamaanisha jua pia linakuwa nzuri sana. Ya. Kuna sisi watu ambao tunaenda kufanya mazoezi kwenye zile gym, zinakuwa ni kwenye majengo. Kuna wakati naona zinakuwa na vioo vikubwa, lakini nanyanyua vyuma, nafanya na mazoezi ya aina hiyo. Yapi ni mazoezi sahihi? Unajua, mazoezi sahihi ni yale yanayofanyika kwenye hewa safi. Na ambayo yanahusisha mwili mzima, lakini ambayo yana uwezo wa kujenga kiakili, kimwili na kiroho. Kwa hiyo kwenye sehemu kama za gym ni kwa sababu tu watu wapo mijini, lakini sio sehemu salama sana kufanya mazoezi, kwa sababu mtu anapokuwa pale anatoa hewa nyingi na anaingiza nyingi, na nyingi anayoingiza si hewa safi ambayo tumesema ni nzuri, ambayo inapatikana kwenye miti na ufukwe za bahari. Na naona kitu kingine ni kwamba unakuta hata umo kwenye gym pia wako watu wengi. Kwa hiyo ile hewa na kama umezingatia yote haya niliyosema, yanazidi kudhihirisha kwamba maisha ya mjini si salama. Ni vizuri watu watoke mijini, waishi kwenye mazingira ambayo wanaweza kupata hewa safi, jua zuri ambalo sio kali sana, lakini pia wakaweza kufanya mazoezi ambayo ni mazuri, ambayo ni sana sana kwenye kulima na vitu kama hivyo. Haya, nashukuru sana. Nikija tunapoenda kumalizia, tumebakiza wakati kidogo kabisa. Kwa maneno machache, unamshauri nini Miss Upendo kulingana na maandiko matakatifu? Na washauri wanaotufuatilia turejee Eden. Turejee Eden, pale ambapo Adam pamoja na mkewe Mungu aliwapatia, kwa sababu alijua ni mazingira sahihi kwa ajili yao. Kwa hiyo uoto wa asili unapatikana katika maeneo ambayo ni ya mashambani. Kwa hiyo ningetamani sana watu waweze kuliangalia hili kwa undani. Kwenye miji mingi hewa sio safi, kwa sababu kuna shughuli nyingi za viwanda, lakini kuna mrundikano wa watu. Wanapumua hawa, wanatoa hawa, kwa hiyo unashindwa pia hata mtu kupata nafasi na kufurahia maisha. Kwa hiyo ningependa sana kumsisitiza anayetufuatilia tutamani kuweza kupata maeneo ambayo tutakuwa na uoto wa asili, lakini pia tutaweza kujishughulisha kwa kutumia mikono yetu wenyewe kama kazi na sehemu ya mazoezi, ili akili zetu na fahamu zetu ziweze kufanya kazi vizuri. Lakini kuna jambo moja la muhimu, mbaraka wa jua ni mkubwa sana. Ile jua pia tunalolipata tunapokuwa katika nje au tunapofanya kazi, linatuletea furaha ndani ya moyo. Na kuna fungu jema ambalo nitampatia mtazamaji wetu, linatoka Mithali 17 mstari 22. Linasema ya kwamba moyo uliochangamka ni dawa nzuri, bali roho iliyopondeka huikausha mifupa. Moyo uliochangamka ni dawa. Na turejee Eden ndio yale ambayo tumesisitizwa katika siku ya leo, ili kuweka uimara na ustawi bora wa afya zetu za akili. Nimefurahi sana kuwa na ninyi hapa, na yale ambayo tumejifunza kwa pamoja yanaendelea kuweka alama ya mabadiliko katika maisha yetu. Hivyo Mungu awabariki sana. Uliyekuwa ukitufuatilia, Mungu akubariki sana kwa kutenga wakati wako na kuungana pamoja nasi. Mungu aweze kukubariki. Basi tuweze kupata ombi. Miss Miselo, karibu tupatie ombi tunapoenda kumaliza. Tuombe. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru tena kwa wakati huu wa kuweza kujifunza kanuni hizi ambazo Bwana umeziweka kwa ajili ya ustawi wetu. Tunakuomba Bwana uweze kutupatia hekima na nguvu katika kuzingatia hizi kanuni, ili tuweze kuwa na ustawi bora kwa ajili ya afya zetu za kimwili na kiakili pia. Tuongoze na kuwa pamoja nasi, ni katika jina la Yesu naomba. Amina. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.
Bye.